nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mwandishi mmoja anaitwa Paris Mchako fulani ameandika kisa fulani cha kusadikika, lakini kuna mafundisho. Akasema mtu mmoja alikuwa akiendesha gari katika milima ya miamba, gari likateremka chini huko mabondeni. Sasa anavyosimulia yeye kwamba kulikuwa na yule jamaa aliyekuwa ndani ya gari akachomoka dirishani. Baada ya kuchomoka akaenda kunasa kwenye kitu fulani, kwenye miti fulani inayoning'inia. Alipokamata sasa, chini ni mbali na ndipo anasema akiwa pale anatafuta msaada, akawa anaita kwamba je, kuna mtu mmoja huko aje angalau anisaidie hapa. Anasema aliita kwa dakika ya kwanza, karibuni ya pili, ya tatu, akaita tena, jamani, kuna msaada wowote? Ndipo ikasikika sauti ya Mungu mwenyewe, maana hakuna binadamu katika hayo maeneo. Sauti ya Mungu ikasikika ikimwambia, msaada upo, nipo kwa ajili ya kukusaidia kwa sababu umeniita. Sasa akasema, ila msaada wangu una masharti, lazima uyafuate hayo masharti. Sasa niko tayari kwa sababu ninakaribia dondoka. Akasema, sasa kama umekubali masharti, sharti lenyewe ni hili: hapo uliposhika kwenye mkono uachie, alafu ndio nikusaidie. Chini akitazama ni mbali, alafu anayezungumza amuoni. Akatazama huku na huku, akatazama chini, akasema kuna msaada mwingine. Ina maana akaachana na ule msaada uliyemwambia achia hapo. Sikiliza, tunaweza tukawa tumekuja katika makambi haya nami nitakuitikia. Kwa nini kwanza tunapaswa kumwita Mungu? Kwa nini anasema niite? Ni kwamba yuko sehemu, au kwa nini hasa tumwite? Sasa kama Mungu yuko kila mahali na hapa yupo omnipresence, yuko hata hapa, tunamwita ili iwaje? Kwa nini anasema niite? Sababu ya kwanza, anaposema niite, anataka mahusiano, sio dini. Anaposema niite, anataka mahusiano, sio dini. Maana dini inasema fanya hivi, fanya kile, lakini mahusiano inasema niite tuzungumze. Haleluya! Mungu anaposema niite, anamaanisha anataka mazungumzo, mahusiano. Maana dini ingesema fanya hivi, fanya vile. Kwa hiyo anaposema niite, anataka relationship, sio religion. Anataka mahusiano, sio dini. Sababu ya pili, anaposema niite, anajua tayari, lakini anataka uombe. Mathayo 7:7. Anajua tayari, lakini anataka uombe. Sababu ya tatu, anaposema niite, kwa nini? Kumwita kuna iamsha mbingu, au kuna iamsha mbinguni. Kwa Kiswahili kuna afifisha sana, lakini kwa lugha mkoloni kuna activate. Yani baraka zote za mbinguni huwa zinafunguka kwa mtu ambaye anamuomba Mungu. Ndio maana anasema niite nami nitakuitikia. Alafu aishi tu hapo, anasema
nitakuonesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuonesha. Siwezi kueleza aina za kumuita Mungu, lakini nataka nieleze nini kinatokea tunapomuita Mungu. Moja, anajibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajibu. Zaburi 91 mstari wa 15, anajibu, anasema nina kitu bora zaidi, lakini daima anajibu. Anajibu. Lakini la pili, anafunua. Ndio maana anasema nitakwambia au nitakuonesha mambo makubwa marahisi. Halo? Mambo makubwa marahisi. Mambo madogo. Mambo maraini. Makubwa, alafu sio tu makubwa. Wala mambo marahisi rahisi si kwamba ashughuliki nao, lakini nasema magumu unayoyafahamu au usiyoyajua. Ni yapi hayo sasa tusiyoyajua? Alafu anasema nitakuonesha mambo makubwa magumu nisiyoyajua, lakini anakuambia niite. Nashughulika na kumuita Mungu jioni ya leo. Mambo matatu yanayozuia tusimuite Mungu. Mambo matatu yanayozuia tusimuite Mungu. Jambo la kwanza, kiburi. Ninaweza kujishughulikia mwenyewe, ndio sababu nasema mtu hawezi kumwita. Wakati changamoto ingali changa kabisa, mtu anaimudu kwa nguvu zake au kwa fedha zake au kwa uwezo wake, huwa hamwiti Mungu, ila ikikomaa ndipo anamuita Mungu. Kiburi. Na ndio maana Methali 3 inasema ninaweza kujishughulisha mwenyewe. Tabia ya mbuzi kujitegemea hadi uanguke. Sikiliza. Mambo matatu yanayozuia usimuite Mungu. La kwanza ni kiburi. Katika makambi haya, ili tumuite Mungu asikie, lazima tuondoe kiburi. Haleluya. Je, ni kiburi cha